Na mambo mengine mengi, lakini kwa hivi sasa inabidi tukapige story na washikaji ambao wanafanya vizuri kutoka pande za Shy Town Shinyanga moja. Lakini kwa leo wakasema bana Mwanza pia ni tukiwa Shinyanga hata Mwanza ni kwetu, si ndio? Tukiwa Shinyanga hata Mwanza ni kwetu. Kwa hiyo wakasema sio kesi, sisi tunaweza tukaje hapa tukapige story na mambo mengine mengi tu yakachukua nafasi. Lakini jamaa wenyewe wanajiita kambi la nyani. Ni kambi ya nyani. Kambi ya nyani. Sasa swali la muhimu na la kwanza kabisa, yani kwa nini mjiite kambi ya nyani? Yani kwamba mnafanana na nyani au? Kiongozi mlizungumzia hilo swala bacha tutasema labda wataelewa zaidi. Yani ni maisha. Okay. Maisha tuliopitia, sehemu tulioishi. Pia ni idea pia kutoka kwa bosi wetu. Bosi wetu Clouds Marunde. Yani kutokana na mazingira tulikuwa tukiishi, tukifanyia mazoezi. Unajua sisi tuna dance. Pia tunafanya muziki, tunaimba. Kwa hiyo kutokana na mazingira haya tulikuwa tunafanyia mazoezi, tulikuwa tunafanya mtoni kule, unaelewa. Mtaani kwetu si wenyewe tumezaliwa huko pembezoni mwa mto. Kwa hiyo yani kuna mazingira fulani tulikuwa tumejitengenezea kule. Bosi wetu akaona, kwa nini hawa siwaite kambi ya nyani hawa? Mbona wamekaa kinyani, wanaimba, wanacheza, wanaruka, masarakasi, manini, tunaelewa nyani. Maisha ya nyani si alivyo. Kwa hiyo ndio hivyo maisha kama yale. Tukao tulipitishe tuwe kambi ya nyani. Okay. Naoma sana. So kambi ya nyani imeanza ina muda gani mpaka sasa hivi? Kambi ya nyani nadhani sasa hivi kama miaka 15 au 14 hivi. Kwa kumbe mna muda mrefu. Tuna muda mrefu nyingine. Na mlikuwa yani hiyo miaka yote mlikuwa mnafanya muziki ama mlikuepo tu ile kwamba familia? Tulikuwa tunafanya muziki, tunafanya muziki, tuna dance, ila miaka hii hapa mbele, hii miaka tuliona, hii karne tuliopo sasa. Sasa ngoja tuingie kwenye muziki tena. Tafute changamoto nyingine. Maana ukishajitafuta kwenye dance angalau kwa uwezo wa Mungu tunajipata kiasi fulani. Kwa hiyo tukaona kwa nini hii connection tulionayo tusiingie kwenye muziki huu. Mkiwa kama dancers mkaona kwamba bana lakini pia sisi muziki tuna uwezo ama tuna umudu. Tunaweza tukaishi nao vizuri kabisa. Ni kitu gani ambacho kiliwafanya mkasema kwamba bana tufanye muziki lakini tufanye kwa staili yetu hii hapa? Sasa hivi watu wanaofanya maisha mengi sana, maisha kutaka ufanikiwe, ufike mbali, utaka uwe mkubwa zaidi ili utambulike sehemu mbalimbali. Unajua kucheza ni tofauti na kuimba. Kuimba kuna kutambulisha sehemu mbali sana, na kuna kuimba kuna kufanya uishi afu na tunaangalia namna ya kipato. Unaelewa, unajua unaimba kuna namna moja unajiongezea kwanza connection. Unajiongezea kipato ambacho unaweza ukafumua hiti moja tu ikakubeba. Tumeona zile kama kuna wasanii miaka ile waga mshikaga mu music sikani za Mwanza hapa. Toa hiti moja tu, ile hiti ilimbeba. Wewe anaishi nayo mpaka leo. Yani kubwa sana. Ni fursa kubwa sana. Na vipaji tunavyo vya kuimba sio kama labda tunabahatisha au ilikuwa tu tulimwona fulani tukaona na sisi tufanyaje tuifanye kama yeye. Ni ile tuko tunatafutia chance na sehemu ya kuonyeshia vipaji vyetu. Kuimba au tuone kwamba tuna vitu vingi. Sio tu kipaji kimoja labda. Ndio maana ukiangalia hata kuna mtu unakuta zile alikuwa anachekesha kama Ozu. Ozu alikuwa anachekesha. Kisa wewe sasa hivi Ozu unamsikia kabisa, saundi unamsikia kabisa, kumbe alikuwa ni msanii. Zile waga ni njia za kujitafutia ili watu wakufahamu kwanza. Wakishakufahamu watu, basi wewe ndio itakuwa vyepesi zaidi wewe kufanya kazi zako na watu wakazipokea na kuzisikiliza. Yaani issue kubwa waga ni kusikilizwa cha kwanza. Watu kukutegea kamera, masikio na kila kitu. Sasa unatokaje? Ndio maana Bwana Misosi alikuwa anaimba
Bwana Misosi sasa naimba toke vipi? Yaani niimbe kimakabila au niimbe kihivi au hivi sio nifanyaje au yaani alikuwa anashindwa atoke vipi. Kwa design za kutoka kila mtu anaangalia jinsi anavyotoka. Labda tofauti na wengine labda Mungu asaidie tu bless. Yaani itokee tu pa mitandao sana. Na mitandao siku hizi kama TikTok hizi zinanyoa sana watu. Sasa nafikiri ndio kwa hiyo ni fursa moja hapo sisi tukaona itatambulisha Kambianyani kwa ukubwa. Tofauti na kudensi. Kudensi utaishia kwa hapa labda kwa hii kama hivi lakini design kama hivi unavyoimba nyimbo zako zinakuwa zinatambaa na dance yetu tukataka ionekane kwa ukubwa kwenye video pale tunapoimba na tunapocheza maana sisi tumelenga sana kwenye kucheza. Kwa tunapocheza dance inaonekana inaishi kwa hata kama mtu amekaa nyumbani na familia yake tunaona kama kina Msami walipoanzaga kila Chino wanaofanya yani mtu atakuwa ikichezwa kama nyimbo ya leo hivi na style yake hii hapa kwa Kambianyani mnazidi kupaza ili kupaisha jina yani kutia kuimba kuna watangaza zaidi. Yes, nafikiri ndio hivyo. Namna hiyo hapo. Ambavyo umewasikia hapo kilichowafanya wakaona kabisa wanaweza wakaendelea kudance lakini pia wakaimba na kuimba. Kwa hiyo mwisho wa siku sio tena kucheza ngoma za watu wengine, wanacheza ngoma zao wenyewe alafu maisha mengine yanaendelea kuchukua nafasi. So tuzungumzie Shytown. Shytown ndo mnawakilisha, si ndio? Yes. Ni kitu gani ambacho nyinyi mnapenda kwenye upande wa kisanaa kwa upande wa Shinyanga? Shinyanga kwenye kuimba sio sana hajatupokea TV kuliko mikoa mingine. Ila Shinyanga kwenye dance yetu sisi ndio wameipa kipaumbele zaidi. Kuliko hichi tunachokifanya. Maana unajua mkoani mpaka mtu kumwaminisha itakuwa kufanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo wanapotuona hivi kwenye interview tunatoka, tunarudi, tuna nini. Kwa hiyo hichi kitu ndio kinaenda kinawajenga. Wanaanza kuwazingatia. Kumbe hawa wanafanya kitu fulani hivi. Kumbe wanafanyaga na hivi. Wanafanya na hivi wakituona kwenye video nyimbo tunatoa na tunaachia video mpya hii nyimbo. Kwa hiyo wanazidi kutufuatilia hivyo. Kwa hiyo kisanaa kule mkoani tunazidi kujipandisha. Au mashabiki wa Shytown wamezoea sana nani zile. Zile ngoma zile. Hapana. So save mambo ya kitambo. Na nani sijui hapana. Shytown unapoongea Shytown vimetoka vichwa kumbuka. Kutoka vichwa. Yaani sio kwa upande wa waigizaji sio upande wa wasanii. Yaani vimetoka vichwa. Kwa hiyo unajua kuna picha ya kuvuta kwa picha na picha kwa kuona. Kwa kila sehemu waga wajanja hapo. Afu naaminiki sana hata kwenye Biblia imeandika bwana Mungu alipenda vitu vipumbavu. Ndio maana hata Yesu amezaliwa kijijini Nazareti. Lakini kwa naamini sana vitu vinavyotoka chimbo. Wewe fuatilia watu ndio weka chimbo sana. Ndio waga wanatusua. Wanajua kutusua na umeza vichwa. Kumbuka hata na kina Malenga Nomba na Washinyanga. Wakina Nula, ukisikiza Nula ile lugha gongana mtu akachola kweli kaandika kweli. Kwa sasa tusichukue ile Shinyanga ya miaka ile. Labda kuna zetu ngoma za kina shui, za kimakabila, kina nani au kina nani hapana. Nakumbuka hata umeona kuna brother mmoja anaitwa Nkunda Star. Kuna Shinyanga yeye. Imba bana Kisukuma na hiti. Ngoma ikisumbua paka mjini paka wapi. Kwa nachoamini basi kama sisi ni kama ni bush basi tumetokea center. Kuna wajanja wake bana sisi ndio tunawakilisha pale. Kwa hiyo nafikiri ngoma zinapokelewa zinaitika kama hivi. Unajua labda useme kuna ule kuna zile labda kasumba fandi hapo kwa ndo tunaenda tunaibadilisha. Yaani sisi ndio tunataka tuibadilishe Shinyanga ile itoke kwenye ule analogi tuingize kwenye digitali. Umeona? Kwa hiyo sio unakuwa mfano fulaichi nafanya. Unajua kuna ile sehemu hata ukoo unakuwa unashtuka. Kwenye ukoo unakuwa gani kuna mtu alikuwa anasema mtu kaenda da. Unajua kuna ile kafikaje? Kafikaje? Unajua bado afu hiyo waga ipogo hata mikoani. Kaenda da yani mtu ukiona kama vile ameenda ndani kama vile kitu cha au mtu amepanda ndege. Kwa nataka tuitoe kasumba tutoe ushamba. Kionekane ni kitu cha kawaida. Kionekane ni kitu cha kawaida yani ambapo kuonekana kwenye TV, kuja kuniona mtaani, kuniona yani uone ni hali kawaida. Kwa hiyo nafikiri ndio hivyo.
Yes. Noma sana. Bana, kwa wewe ambao unasikiliza hapa kupitia 93.7 Jembe FM, inawezekana tu kwa hawajakaa wa Shinyanga. Wamekaa Kidaslam. Wamekaa Kidaslam. Lakini yote hiyo ni kwa sababu wanafanya kile kitu ambacho wanakipenda, na vitu kama hivi hapo. Umemtaja pia Nkunda Stan. Nkunda Stan ni mmoja kati ya watu ambao Jembe FM ndio redio ya kwanza kumpa tagi ambalo ndio likamfanya Tanzania ikamzingatia. Umeona bana. Kwa hiyo nafikiri pia sisi tunajivunia. Unajua sisi hapa sasa hivi tumetimiza miaka 10. Na kwenye hii miaka 10 kuna watu wengi sana ambao wamepita hapa, na sisi tunafurahi kuona kuna wengine wanatoa hiyo heshima kwamba ni moja kati ya sehemu ambayo imewapa njia ya kufika pale ambapo wanapataka. Kwa hiyo kwa kuwa nyinyi mmekuja mwaka wa 10, tuna imani miaka 10 mingine tutakuwa tunaongea story nyingine kuhusiana na kambi ya nyani, au si namna hiyo hapo. So project zenu mmetoa ngapi mpaka sasa hivi? 3 ya tulizoziachia, ila sio 3, yani ni 3 tulizoziachia, ila tuna nyingi zaidi zinazokuja mbeleni. Na kwenye hizo 3 ambayo ndio current ama ndio mpya kwa sasa hivi ni ipi? Leo. Ndio leo? Ndio tunakuja kutambulisha siku ya leo hapa. Producer wa leo ni nani? Anaitwa Space.